mama bano ba hazire mbe Mimi na ndugu yangu Eugene hapa tunatoa shilingi laki ngapi? Laki 200,000. Acha tuwapatie hii. Tutapatia chairman. We are announcing we are coming and we feel honored. Thank you so much. Na hiyo kazi endelee. Yale mengine yametajwa. Jambo la kuhuzunisha ni kwamba tuko nchi ambayo iko huru chini ya katiba mpya ya 2010. Katiba ya Kenya imesifika duniani kote. Very strong on the Bill of Rights. Asa haki yako mwananchi wa kawaida. Haki ya kufanya mgomo kwa mfano kama vile madaktari wanaendelea na kufanya. Haki ya kufanya maandamano kama vile tulifanya. Nakumbuka tulikuwa na Eugene na Oparanya na Raila mwenyewe, karibu Raila auawe upande wa pipeline. Tukijaribu kuambia watu kwetu kwamba watu wetu wa Kenya, nchi ni tofauti. Ni lazima kuwe na mwamko mpya na kuchangamkia nchi yako. Lakini yale ambayo tumeona kutokana na wale wenye mamlaka sasa hivi is what clearly amounts to abuse of office. Yani unaweza kutumia mamlaka vibaya. Utumizi mbaya wa mamlaka. Madaktari hawa wanaogoma sasa hivi. Tumeona hapa habari imetolewa na Inspector General wa polisi. Vile yule Kome vile alisema. Nasema sasa kuanzia kesho ati watafanya maajabu, watalazimisha madaktari wapende wasipende yale ambayo wao wenyewe kama serikali wanapenda. Hiyo lazima tuyakemee. Katiba yetu kipengele cha 37 kimeweka wazi mwananchi anaweza kufanya maandamano, mgomo, picketing, provided ila tu asitumie nguvu. Madaktari hawana mabunduki, hawana mawe. Kwa hivyo wakiingiliwa ni kuonyesha kwamba hii serikali sasa imebabaika mpaka hawaelewi. Badala ya kufanya mazungumzo na madaktari wetu, Wakenya waache kukufa. Asubuhi ya leo tuliambiwa kijana alipata ajali upande wa pale Mumias East, kufika Kakamega madaktari hawako, anakimbizwa Bungoma, wamegoma, kijana akafa. Watu wengi wamekufa kwa jambo hili. Badala ya hawa serikali ambao wanashughulikia mambo ya kukaa na wao, wanaleta matisho. Vitisho haviwezi kujenga nchi. Fear, even biblically, fear ya aina hiyo inaleta uhasama mwingine wa tofauti kabisa. Kwa hivyo tuombeeni serikali hii ili Mungu afungue macho yao waone wananchi wanalia. Hawaoni hiyo. Hawaoni kama wananchi wanalia. Naona wakisema ati bei ya unga imeshuka na mafuta yamerudi chini, kwa hivyo wasiwa nafuata popular statements. Now I want to ask, ikiwa unga imepungua bei peke yake, ufisadi nao, yani unaweza unafanya exchange program, unapunguza bei kidogo ya unga, alafu unasema watu waibiani na kuleta hali ya umaskini wa kiajabu na sura mbaya ya nchi, sura mbaya kabisa. Kama vile Eugene amewaambieni, sasa tunaorodheshwa katika mataifa ambayo hayana uadilifu kabisa in terms of governance. So mambo haya ni mabaya zaidi. Tutapatiwa mbolea, na tumesema pale asubuhi kabla ya kuja hapa, badala ya kusema watu ambao wamepatiwa mbolea bandia warudishiwe pesa zao mbolea ya sawa, tunasema ndio warudishiwe, lakini pia mafuno, wakati wa mafuno sasa wamecheleweshwa, ni lazima wapatiwe ile gharama
ama mavuno ambayo walikuwa wanakisia wapatiwe vilevile wapatiwe. Kwa hivyo mambo haya lazima yote afanywe mazungumzo. Hebu imagine kama kungekuwa Kenya hii na watu ambao wanabishana na hawa watu, mungepelekwa story, mungepelekwa style nyingine ambayo haijaonekana. Mimi nilikuwa makamu wa rais wa Kibaki, kama vile our late brother Kijana Wamalwa. Kijana Wamalwa alifanya awamu ya kwanza na mzee Kibaki. Na wakati huo after 2002 Wakenya duniani kote walipata sifa as the most optimistic people on earth. Muhula wa pili wa Kibaki mimi nikawa pamoja naye. Uchumi wa Kenya ulikuwa grew by almost double digit at about 7 to 8%. Na Wakenya wakawa na afuani. Sasa tujui, jameni, overseers what? Ombeni shetani ashindwe for you Kenya hii. Shetani ashindwe, asije. Unajua shetani anaweza kupitia kanisani pia, si ndio? Anapitia kanisani, anaifanya kondoo, anajifanya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu. Kwa hivyo mimi nataka tuachie maneno, tuachie mafikira yetu hayo, na muyatakafari, muyafikirie kwa kindani. Nimeona kwamba this is a growing church. Hata niliongea na, by the way, I spoke to Governor Akaranga ambaye alifanya maajabu that time. Na huu udanganyifu ati watu kuambiwa tutakupatia hii na hiki. Kenyans want justice. They don't want to be told tutakupatia hii na tukupatia kile. Wanataka haki yao. Kwa hivyo governor mtarajiwa Kidake. Hata mwenyewe anaonekana kama governor tayari. Vile nakuwa na asante kwa vile umesema uniform. You know, you have actually done a very good thing. If these young people get that kind of identification they're looking for, including improved music systems, watakuombea sana. But I want to give you a charge. Let it not take more than 3 months from now. Because you are doing it on our behalf, wachukue vipimo, si mnapimo vipimo na kila kitu. We want to see that spirit of worship from PAG replicated everywhere in Kenya. Na tutaenda pia kwa your brothers African Divine Church. Tukitoka hapa tutaenda kila mahali, tutakuwa na wao. Kwa hivyo mimi nasema asanteni sana. Bwana ni mwema na atatushindania. As the preachers put it, if God be for us, who can be against us? Bwana Yesu asifiwe.